Salio unalo? Nikupe simu yangu. Mimi na simu yangu. Salio mzee, na salio tulie. Mbona itakuwa? Inaitia kwa huko? Hapa nilikuwa na hatanieni. Nikasema mwanangu nimchekeche kidogo Ulikuwa unatania si ndio? Utani wewe si mwanangu, nikasema nikuchekeche kidogo. Utani kwa vitu kama hivi kweli? Wewe uko lako nileteni usela si maana? Si usela mwanangu, mimi nilikuwa nasema nikuchekeche. Wewe unafikiri ile venda yako sikukuona, nimekuona kasema nikuchekeche bwana. Sasa unaleta usela gani? Mimi nimekuambia nilikuwa nakuchekecha mwanangu. Wewe hizi hapa tanani hizi. Kulia basi kulia. Mauzo haya ndio ya wiki nzima nilikuwa na wewe. Baya mamzwe. Ushapata. Sasa hela za watu hizi mnasema baya mwanangu, wewe utakao kutafanya utani. Utani gani babu? Wewe utani na mimi unajua vizuri mimi. Shemeji niombe msamaha basi sasa. Maana kisasa kachukua mpaka ile hela Ulaya ile liliachia mwanangu. Na leo anakuja kuchukua kipande chake. Leo bosi ananiweka leo. Naona hivi. Na alikuwa mkatili shehe yule. Nijitafutia mafuta mapema. Mungu wa gesti. Mungu wa gesti. Wananyao. Habari za kuamka kiongozi. Safi bwana, safi. Niambie bwana. Safi. Kasi safi. Maendeleo yako unaendeleaje? Salama tu, mimi naendelea. Kwa majukumu yanakwenda sawa ya kazi pia? Majukumu ndio, lakini unaweza kukuta siku nyingine mtu anaweza kupola hela tu, yani ndio mitihani hiyo. Sawa. Sawa. Sasa mimi sina muda kupoteza sana. Nimekupitia hapa mara moja na majukumu mengine kwenda kufanya sasa hivi. Ni siku 3 usijawatembelea hapa. Na wenzako pale counter nishakutana nao tayari. Tumeshamalizana. Kwa hiyo nimeona nikute na wewe tumalizane ili niwape majukumu yangu sasa. Counter yeye umeshamalizana. Na mtu wa pool naye amesha. Hapo nibakia wewe tu. Maana bado mimi. Ndio bado mimi. Hapo ni bado wewe. Nakusubiri wewe ili sasa nitoke kwa sababu simu zinakuwa nyingi hapa. Mimi kiongozi, kusema za ukweli mimi nimefanya biashara. Siku 3 zote hizo ambazo jana. Kama jana ile ndio watu wamekuja kweli. Jana wameongozana watu hapa bara. Jana si ilikuwa siku ile. Na kwambia watu wanaingia wanatoka. Mpaka jana nikapata bahati moja mkuja mzungu hapa. Ametoa hela moja hivi kubwa tu imeandika sasa nini sio 100. Kwa nimefanya kweli biashara jana. Lakini vile hata leo napo. Lakini sasa ndio matokeo yake jioni hii. Nilipofika pale kuna jamaa mmoja alikuja na demu wake. Yeye anajifanya muone. Ndiye katika kunani hivi amefunwa daftari kachukua hela zote zile wampiga nazo. Wampiga masingi pale. Kwa hiyo ameondoka na hela zote yule bwana. Mimi nikasema bosi akija leo hapa kazi ipo leo. Nimewaambia lakini sasa wao ndio wanafanya vile vitu kubwa. Hivyo unaketi mama kweli? Pesa ambayo watu wanatafuta kwa jasho unaweka kwenye daftari. Nisikize vizuri.
Nisikilize vizuri. Sihitaji masiara kwenye pesa. Unajui natafuta kwa staili ipi? I said. Wewe unataka unijibu. Maji, acha nikumendie. Nakufungia. Kunywa kwanza maji upunguze pressure. Sasa hii maana yake imeshatokea, sasa tunafanyaje? Unaona? Ni wale wamechukua pale hela wameenda nazo. Nisikie vizuri nyao. Sina muda wa masiara. Nahitaji pesa. Nipatie pesa niondoke. Kiongozi, kama kuna njia nyingine labda ndio nani au labda sasa nipangishe wiki 2 hizi ndio nikupe. Hivi una akili wewe? Au unaopangisha wapi? Kwa nyumba yako? Uwapangisha kwa nyumba yangu afu nilipe mwenyewe. Wewe una akili mambo wewe? Nimesema nahitaji pesa yangu. Nisikize kijana vizuri. Kaa hapa chini. Inaonekana unijui vizuri, si ndio? Waulize wenzako wananijua mimi. Huwa haichezewi pesa yangu hata siku moja. Kwa sababu unavyoitafuta unajua mimi mwenyewe. Sasa naongea kwa msisitizo. Na kwa nahitaji pesa yangu nikirudi hapa. Nakupa masaa machache tu. Wewe. Unachukuliaje? Aise wewe. Shehe anajua kuongea jana. Sasa hivi tu alikuwa anabaka sana. Sasa hivi tu kabadilika hapo, huwezi kuamini. Kibaka sio kile mpaka kinataka kurudi kwa nyuma. Mtu anaweza kukusema kama mtoto hivi. Hata kama ndi bosi ya nini kweli namna hiyo. Ndiyo sasa kuna bahati mbaya sasa. Haya nimeshapoza. Tunafanyaje? Bosi anasema leo kazi na hapa yenyewe amesema anaenda hivi anarudi, maana yake huyu analitani. Wewe leo mafuta atanipaka leo. Naona hivi. Sasa maana yake niendelee kukaa hapa ndio uzembe sasa. Sura kizazi. Maana yake sasa mimi nasema wewe upo tu. Maana msaada sasa hamna. Sasa kuna haja gani ya kuwa na best kama wewe? Best friend BFF. Na kuita na kutukuza kila siku lakini hamna kazi. Sasa wewe ndio unakuwa mimi ndio nakuwa boss. Nikusema uone uchungu wake. Mungu wa gesti. Mungu wa gesti. Maanake sasa nyao nataka hela yangu. La sivyo maanake sasa leo ninaweza kukupindua. Ndio una kazi. Maanake upo tu sasa. Maradofu. Mungu wa gesti. Bosi utakuja kuniua. Bosi wenye mpera mimi na ujua kuna viboko vya aina hii 2. Kuna wenye mpera alafu kuna vingine vinaitwa msondo bali. Hivi vinauma. Leo umenikumbusha shule ya msingi bosi. Kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Lubega. Alikuwa ananitandika sana. Sasa inatosha. Sasa hivi imefika viboko 100 na. Kweli adhabu haijaisha tu. Tatizo lako unalijua? Nimeshakuelewa. Yaani mimi mtu mzima sasa itaki kunipiga viboko. Nimeshaelewa. Hela kulipa sina. Sasa ndio hivyo tena. Nimeshakubali sasa. Nisamee ndugu yangu. Sasa nisikilize. Viboko alishakupiga sana. Hapa cha kufanya bidi uliwe kichura. Sawa vizuri? Nenda
rudi, nenda, rudi. Kichura chura. Bosi, maana yake viboko havitoshi sasa. Bado. Kichura chura huko. Sasa usije ukarudia tena. Ukirudia kwanza mshahara miezi mingapi? Miezi 3. Sasa bora hata hivyo kiongozi. Kuliko hata kunitandika na fimbo. Maana yako umerudi tena na sasa. Mimi nimekuelewa bosi. Sawa. Leo mazingira. Sasa hivi ndio nakubadilisha jina unakuwa. Unaitwa bosi mchapaji. Unaitwa nani? Mna nakutania. Nyau. Mwogo wa gesti. Wewe tena mama mtu mzima ovyo. Mama ulikosa heshima na hekima na busara kwenye hii dunia. Maana sasa wewe ni pika pa kuwa na watoto wadogo. Sasa hivi tena umekuja kunibadilishia sample nyingine. Maana mtoto huyu anasali tena. Umekuja kunibadilishia. Haya unaenda wapi? Hivi una akili timamu kweli kichwani kwako? Una akili kweli zinachaje kabisa? Alimashauri ya kichwa chako kinafanya kazi kweli wewe? Nilishakwambia tangu siku ile. Habari ya kuja na watu afu unanichunguza. Sitaki. Leo nafika tena unaanza yale tena kama siku ile. Kwani? Hivi wewe shida yako ni hela, shida yako ni nini? Si shida yangu hela. Mama, kuna wakati mwingine sasa watoto hao utakuja kuwaua hapa. Kama huyu mtoto sasa kurudi shule kabisa huyu. Baby. Hivyo umeleta hapa kuja kunikanisha. Jamani na huruma mtoto huyu. Wewe unamwita huyu baby huyu. Ulifukua akili zako zilifukua ndogo. Wewe umri uko leo kumuita huyu baby. Eti mkuje kunitukanisha. Mimi nakuokoa wewe na maisha yako. Umuokoe nini wewe? Wewe umemzaa mpaka muokoe. Au umemwona na nini? Kwa taarifa yako sasa. Sio kwamba hii ndio guest ya kwanza kuja. Sawa. Huyu ni mtu wangu ambaye na kila siku anaenda naye. Ila nikasema ngoja niende pale, unajua riziki kugawana. Sijui unanielewa? Wewe unaweza kwenda naye popote na kuona kabisa wewe maisha yako ni ya shida. Nije hata hapa basi niingie guest tugawane riziki. Unakuja tu unanipigia masharti. Una nini wewe mkaka? Sawa. Sasa mimi nasemaje? Kama mimi si nyau, nimezaliwa na mama nyau, nimelelewa mimi miezi 12. Hapa leo uingie ndani hapa. Hebu baby tuondoke ndani. Muondoke ndani wapi? Muondoke ndani wapi? Leo hapa kama mimi nimezaliwa hapa. Leo mtaingia ndani. Wewe una nini wewe? Sikuwa na nini? Ondoka. Wasubiri wewe babu. Bemenda mtoto maana yake nini sasa? Mtu mzima ovyo unakaa kuleta watoto hapo kutoa mafuta. Maana yake nini sasa? Wewe mtu mzima unashindwa kuona. Uniambie basi nyau mimi nimekuja hapa nisaidie kidogo. Mimi si mtu mzima vipi? Watu wazima kwa watu wazima tunashirikiana. Na mimi kidogo nipate njoko leo. Wewe unaleta watoto maana Kumbe wewe unafanya juu chini kwa kukuza watu wangu wanaonisikisha, kisha unataka na lena wewe. Hivi ujana wako umetuma na nani mpaka uzee wako unataka kunizeesha na mimi? Tena ukome mwana kukoma wewe. Kama mwenyewe 2008 wewe. Unaona kwa ndugu umevaa nguo za kike. Kwenda zako huko. 2008 umezaliwa 2008 mashavu yamekushuka hivyo unasema 2008. Maana yake nini sasa? Kama mimi wewe umezaliwa 2008 mimi nazaliwa 2008. Basi mimi mwaka mwezi wa mwaka nimezaliwa 2025. Haya njoo. Mimi nachukia kama nini bemenda watoto tu. Juzi kamleta mtoto huyu analala mimi ndani kama vile anataka kuchinjwa. Leo tena analeta tena mtoto mwingine. Maana yake nini? Nasimamia haki vile vile. Unaweza kupata dhambi hata mbinguni hivi. Kwa nini umewaruhusu watu wameingia kule wanajojana mkubwa na mdogo? Ovyo. Mwogo wa gesti. Nani wewe? Nani mwogo wa gesti. Mwogo wa gesti. Bye. I say. Ama kweli milima haikutani binadamu hukutana.
Wahenga kila kauli walikuwa wanaizungumza kweli ilikuwa ina maana. Kama unavyosema milima ikutani lakini binadamu tunakutana. Na mbona umenawili sana saizi? Kawaida tu maisha haya. Alafu vipi mbona sasa hivi nikikupigia simu upatikani? Yaani mawasiliano mimi nawe ilikuwa ni changamoto sana. Kulikoni? Sema zile line zangu za mwanzo nilishazipoteza. Sasa hivi na line mpya ndio maana nikishindwa kutafuta. Sawa, sasa kuna line mpya ushindwe kwenda kuomba namba kwa marafiki zangu. Na marafiki wangapi? Kina Fredi, kina Shafii, kina Omari Ndomola. Ushindwe kwenda kuchukua namba zangu nipigie mamangu. Sema niko busy sana sasa hivi na majukumu. Alafu si nimeolewa. Umeolewa? Ndio nimeolewa. Fine. Kwa hiyo sasa manake Wewe mwenyewe haukuwa serious na mimi. Kwa nikaona na utu uzima huu mwisho wake nitabungua tu. Nimepata bwana nikaona nijishikize niolewe. Vai unavyosema mimi sikuwa serious nakosea kwa sababu mwenyewe ulikuwa unaona harakati zangu kipindi kile. Nilikuwa natafuta hela ili niwewe nijue na kutunzaje mtoto mzuri. Wewe mtoto mzuri bomba ukai kama hiyo uweze kawa na Mungu atakataka lazima uwe na mtu kidogo mwenye njia yake. Ila sasa hizi mimi naona kidogo hela ninazo. Sasa sikia pia na kuolewa kijaribika kitu kwa sababu ex arudiwe kipindi yeye hana hela. Lakini ukiwa na hela ex anarudiwa. Unajua ile fabu ya pale? Hiyo hapo babani mpya hiyo. Hiyo guest hapo mpya babani hapo inaitwaje? Hiyo Maisha Pub. Pale ndio napajua. Unapafahamu? Sasa mimi kwa saizi ndio eneo langu la kupoa. Kila nikitoka kazini jioni ndio maeneo yangu pale nakuja napoa, nachukua cha moto cha baridi na kunywa, nasafisha nafsi. Sasa kama inawezekana tupange muda tukutane pale. Nadhani pale kuna vyombo. Naweza kukumbusha michezo yetu ndio mimi unajua. Sawa kwa nimekuelewa lakini hapa nimetoka nyumbani. Naenda hapo mbele kwa rafiki yangu. Ukitoka hapo basi hiyo mida saa 10 nitajitahidi tutakuja. Hapo vani ninapo. Yaani wewe unajua kukataa kwangu mimi pale. Sasa sikia. Leo nakuandalia kitu kizuri. Sio umeelewa kitu kizuri. Hicho mimi siwezi kukutajia lakini tukifika pale utakiona. Jamani, hujaacha kabisa mambo yako. Na achaje vai? Na unafahamu pale saizi wahudumu wapya? Na shuka za pale saizi ni mpya zile. Guest mpya, shuka mpya na wahudumu na wapi? Basi sawa. Ngoja niwahi. Sawa lakini niwahi usifeli. Kwa sababu mimi nimeshakuweka kwenye akili yangu ukifeli maana utanichanganya. Usijali, unajua ninapokupenda. Hapo tena nakupenda. Hebu kiuka tu vai. Imeongezeka saizi, umeona hiyo? Imeongezeka vai. Wenyewe wataalamu wanasema bombo kwa. Basi poa vai. Niseme nashukuru. Haya vai. Usiniambie. Haya nipe ni mmoja maana naelekea ubuyu mpaka kukalia chini. Nimetoka zangu nyumbani na kuja kwako. Nimefika hapo mtakati nimekutana na Kola, yule ex wangu. Yaani kwanza nilivyomuona mwili wote umesisimka. Wewe tena chizi mapenzi. Aya, kwa furaha hiyo itakuwa kakupa mamilioni ya hela. Kakupa shilingi ngapi ili tugawane game mambo saizi ya. Wewe naye kwa pesa ulivyozitanguliza pesa mbele. Haya, hajanipa hata shilingi 100. Lakini sasa alichonikosha. Kafikia hapo Maisha Pub. Kanambia mida fulani hivi niende. Kwa najua huko mwenzangu maokoto hapo. Maana nilivyomuona alivyodamshi, najua tu pale pesa ipo. Sasa kama umekutana naye njiani, hajakupa hata shilingi 100. Aya. Uko gesti unapoenda uko Maisha Pub sijui si ndo mambo ya kukopwa. Ukisikia tajiri kakopwa. Leo tajiri kakopwa. Yaani hapa yenyewe naona nachelewa. Nilikuja tu nikupe taarifa, nikupe ubuyu tena huo ndugu wangu. Mimi mwenyewe nikaoge sasa hivi nyumbani nikajiandae niende. Wewe unaenda guest kukutana na ex wako. Aya mtoto wa mwanamke mwenzio kwa nyumbani umemwacha nani? Au yupo au hayupo? Yupo. Ile boya yangu halina hata shida. Nimeliacha limelala ndani. Mimi naenda zangu huko nataka nikaoge pale nikishaoga namwambia mume wangu nenda kwa swali. Naenda kwa shoga yangu swa mie tena kiponza nionekane connector. Aya, hamna shida nenda. Ila ukitoka huko usinisahau.
hata 5,000 ya kulipa madeni mwenzangu. Maana nina madeni. Jamani, na wewe sasa hiyo mideni kama Zuchu. Huyo Zuchu kaongopewa. Hiyo mideni ndio inafanya mimi na kesha gesti. Halo. Shoga yangu usijali, tutarudi. Shoga yangu, safari njema. Shemeji. Mambo. Poa, mzima. Mzima, mzini. Tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri. Sijui kutoka kwako. Kwema, afadhali wakuta shemeji. Ila ingekuwa vizuri tungeenda kuongelea ndani. Tukazungumzia ndani? Sifikiri kama kuna haja ya kwenda kuzungumzia ndani. Tunaweza tukazungumza hata hapa tulipo. Ila nilikuwa na jambo zuri. Hata kama ni jambo zuri, tunaweza tukazungumza tu hata hapa tulipo. Sawa, ameshia. Asa shemu. Mbiko kuhusu ile jibu langu. Maana umekaa kimya na unipi jibu lolote, unajua kabisa mimi ninavyokupenda. Swala. Unajua ni jinsi gani ninavyokuheshimu. Isitoshe unatambua fika kwamba ni jinsi gani nampenda mke wangu na kumheshimu pia. Alafu kingine usisahau kwamba mimi nakuchukulia wewe kama shemeji yangu. Na unajua fika kwamba ni jinsi gani namheshimu mke wangu na kumpenda. Unanikosea sana. Alafu usije ukasahau kwamba mimi ni shemeji yako na nakuchukulia kama shemeji tu. Sijawahi kufikiria na kuhisi chochote juu yako. Alafu mke wangu aliniaga kwamba anakuja kwako. Alafu unakuja unaniambia kwamba uingie ndani. Sijaelewa kwamba kuna nini kinachoendelea. Sawa. Msimamo mzuri. Unaonekana unapenda sana mke wako. Yeah. Basi kama wewe unampenda, yeye hata akupendi. Na light kama angekuwa anakupenda, asingekuja kwangu kuaga kwa anaenda guest. Maana saizi yuko zake maisha pabu, anajilia maisha. Swa. Unajua kwa unanikosea. Unanikosea sana Swa. Kwa sababu mke wangu ameniaga anakuja kwako. Wewe unaniambia kwamba ameenda guest. Maana yake tafasiri yake anachokifanya unakifahamu, si ndio? Yaani unauliza jibu. Nimekueleza kabisa yuko maisha pabu, anajilia maisha. Basi shemu, kama yeye yuko huko mtu mwingine, twende basi na sisi. Sikiliza nikwambie. Naelekea huko maisha pabu. Nikimkosa mke wangu, dhahiri kwamba utakuwa umeniongopea. Hiki kitakulamba. Alafu sio ukasahau kwamba mimi siwezi nikawa na wewe. Kwanza mbaya tabia yake, anajema na teja wake.